Baba? Huyu anajua maana ya baba huyu? Mwambie baba amekupa barua hii usome. Bako wewe anitake mie. Wale tuwatunze na tuwahudumie pale anapokuwa anatuhitaji. Wenyewe. Karibu baba. Asante baba. Shikamoo. Marahaba zapa. Salamu. Vipi kwema? Kwema, karibu baba. Karibu baba. Asante. Huyu bwana bwana nimemkuta? Hapana, katoka asubuhi kwenye miangaiko. Vipi? Kuna shida? Hapana. Ila naomba kama ya kwetu. Baba huyo. Nipo mjona nitafuta nini? Nimeshakuzuia mara ngapi usije hapa nyumbani kwangu? Unamtaka mke wangu au? Mume wangu. Hapo unavuka mipaka. Babako wewe anitake mie. Baba? Huyu anajua maana ya baba huyu? Hajui maana ya baba, ndio maana nakuambia nyenyuka, toka. Lakini kumbuka huyu ni baba yako. Toka nyumbani kwangu. Geuka. Kwa nini unapenda kunifuatilia? Toka bwana. Kion. Abe. Naenda shambani. Sawa. Sawa. Ubaki salama. Haya, kwa heri mume wangu. Haya, sawa. Lakini kuna jambo kidogo nataka nikwambie. Yule mzee sitaki arudi tena hapa. Sitaki akanyage nyumbani kwangu. Nakuomba katika hili. Sawa, mume wangu. Hakuna cha maji wala chochote hapa kwangu. Sitaki kumuona. Naamini umenielewa. Haya, kwa heri mume wangu. Haya, sawa.
Naomba tena ndugu yangu. Wewe. Shida nini? Hata shilingi 10 sina. Siri nifanye nini? Hapa nimetoka huko na kukuambia wewe nije nyumbani kwako. Pole sana. Muomba usijali. Mimi ni ndugu yako. Shangazi yako ni shangazi yangu mimi. Wale ni wazazi wetu bwana. Lazima tuwalee, tuwatunze na tuwahudumie pale wanapokuwa wanatuhitaji. Japo jua ni kali kwa kweli, lakini kwa shida yako siwezi kukuacha. Yeye niangalie kama nimetembea na pesa kidogo, na hata kama sina, utapitia kwa shemeji yako pale. Sasa yeye niangalie kwanza kama nitakuwa nacho. Mungu akubariki sana. Ewa. Kuna kapesa kidogo aka utaenda kununua dawa. Wewe kamnunulie dawa. Shangazi yetu apone. Sasa wewe unaenda kwa mzee Kunambi naenda. Sasa ndio mimi nikitoka dukani na nitakuletea. Unakwama wapi ndugu yangu? Wewe ni ndugu yangu. Jambo wewe ni shangazi. Hiyo inayobaki, mchukulie vimatikiti, vimatunda kidogo, vindizi, ale apate afya. Usijali kabisa kuhusu change. Wewe ndugu yangu. Ndugu yangu na roho nzuri sana. Mungu akubariki sana. Unakwama wapi? Nenda kamtibishe hiyo nyingine, chukua vimatunda, vindizi, vitikiti ale. Apate afya shangazi yetu. Usijali, muwahi bwana, muwahi. Ndugu yangu na roho nzuri sana. Hapana, usijali kabisa. Vitu vya kawaida. Sawa ndugu yangu. Haya. Shangazi yetu bwana huyo. Hatuwezi kumwacha. Wahi bwana, usikimbie. Unajua kaumia bure. Karibu mama mkwe. Asante. Shikamoo baba. Mama, karibu. Sasa baba, nimeona nikuletee kidogo kitu. Asante sana. Nashukuru mkwe yangu. Wewe ndio unanifaa. Bila wewe mimi nitazidika. Usijali baba, tuko pamoja. Sasa baba, ngoja mimi niwahi. Kwema lakini ulikotoka. Kwema baba. Karibu. Ngoja mimi nikuache. Kinachosumbua nini sasa? Kwembe. Naam. Moyo baba. Moyo mzazo. Imekuaje mpaka imekuwa hivi? Moyo unavuta. Moyo unavuta kama nataka kuchomoka. Basi twende hospitali. Kwembe. Kamwite bwato. Kanite bwato. Kamwite bwato, mwambie baba yako aje mbali. Bwana, kimbia. Watu. Babako kule kaniagiza nije kuwaita, anaumwa haraka sana. Waini. Babako kule kaniagiza, anaumwa. Tuwai haraka sana, tuwaini. Watu.
jua kali kama hivyo na unaenda kuzuula. Ulienda wapi? Ulienda kucheza kwa nani? Kwa kina nani? Wewe unijua? Afu mbona uko hivi? Unauma? Mbona uko hivi sasa? Unaona kucheza cheza juani? Unamtaka baba? Imekuwaje kwanza mpaka umemkumbuka huyo mtu? Kwa nini unamtaka yeye? Nikwambie kitu mwanangu. Niangalie kwanza. Niangalie. Baba hai. Sawa. Baba kafanyaje? Ametuacha. Sawa. Hauna baba sasa hivi. Kwa umesikia? Usije tena ukaongea ukaniuliza habari za baba. Wewe hauna baba. Mimi ndio baba yako. Nitahangaika, nitafanya chochote nitakachokifanya. Utaishi. Umeelewa? Mradi mimi mzima tutaishi hata kama yeye amekimbia. Na haitatokea hata siku moja arudi hapa akasema we ni mtoto wake. Amekuacha na mimi nitakulea. Na hata kama imetokea mimi sijui nimeenda wapi, sijui imetokeaje. Asije mtu akakudanganya we una baba. Asije mtu akasema wewe ni mtoto wake. Umenielewa? Wewe unamlilia wakati hata hakujali. Mimi kila siku nakwambia mimi ndio baba yako na mimi ndio mama yako. Utalia mpaka lini? Mimi ndio baba na mimi ndio mama. Tutaishi kwa ajili yangu, tutakula kwa ajili yangu. Umenielewa? Hakuna kumkumbuka tena. Kama ambavyo yeye ametuacha na sisi tunatakiwa tumsahau. Umenielewa? Yaani ni kumsahau hata ukiwa umekua. Maana wengine wanasubiriaga mtoto amekua. Wewe hata ukikua akija, si unaona tabu tunazopata. Achana naye, mwambie mimi mama alishaniambia sina baba. Umenielewa mwanangu? Unaona hakujali, hajui unakula nini, hajui unaishi vipi. Wewe si mtoto wake, lakini mbona hakujali? Kwa hiyo manake wewe sio mwanae, sio mtoto wake. Wewe mimi ndio mama yako na mimi ndio baba yako. Umenielewa mwanangu? Usilie. Tutaishi. Umenielewa? Utapungukiwa na kitu. Tutaishi kivyo vyote mwanangu, tutaishi. Usilie. Usilie bwana. Mama zangu. Usilie. Baba. Kwani unajisikia vibaya sana? Moyo unavuta sana. Tukupeleke hospitali. Bwacha yuko wapi? Umeo yuko wapi?
Katika maisha yangu sijawahi kufikiri kama naweza nikawa na mwanaume mwenye roho kiasi hichi. Mwanaume gani usiyokuwa na huruma? Mke wangu sasa unavuka mipaka. Kwa hili utanisamehe. Tambua fika yule ni babako. Usipomsaidia babako utamsaidia nani mwingine? Wewe unajua maana ya baba wewe? Unajua ni mangapi ameyafanya kwangu? Unajua nimefeli vitu vingapi kwa ajili yake? Hivi unajua? Nakuuliza unajua? Wewe ushawahi kusikia wapi mtoto anaingilia ugomvi baina ya mzazi na mzazi? Ndio maana sijakuruhusu wewe utoke hapa unyenyue miguu yako hiyo uambatane na wewe kijana. Sijawahi kumtambua kama baba yangu kwa sababu hajawahi kunitambua kama mtoto wake. Hiyo roho mbaya. Sina roho mbaya na ninachokifanya ni kizuri. Na babako akifa damu yake itakuwa mkononi. Haiwezi kuwa juu yangu kwa sababu hata yeye hajawahi kuwa dhamana yangu. Mbona unalazimisha vitu ambavyo mimi sivitaki? Usipende unaniharibia siku mke wangu hadi wewe. Unataka kunipa amani mimi unaniharibia siku. Kosa langu liko wapi? Kosa liko wapi? Kwani kama mtu alikutupa na wewe umfanye nini? Baba karibu chakula. Haya, asante. Karibu. Nashukuru sana kwa kuwa mama kwako. Usijali baba, huo ni wajibu wangu. Hivi ina maana mumeo ajisikii kabisa kuja kunyoa? Tokea jana ametoka nyumbani. Maisi atakuwa kalala kula kwenye familia. Kitu kingine baba, Ndio. hayo mawazo yako ndio yanakupelekea mpaka unapata ugonjwa wa moyo. Mawazo kwa binadamu mwanangu wewe lazima. Hasa binadamu ukiwa hai lazima uwaze. Ukimwona mtu awazi ujue huyo ameshakufa. Ila wewe baba umezidi. Lakini saa nyingine mpaka nafikia hatua na mkufuru Mwenyezi Mungu. Laiti kwamba ningekuwa na watoto wawili watatu, haya asingenikuta na unikuta leo. Baba useme hivyo, nakufuru. Simkufuru Mungu binti yangu. Laiti kwamba bwato hivi sasa hivi alivyokuwa aje kuniona hapa. Kama angekuwa wawili au watatu mwingine angekuja. Na mwingine angekuja. Lakini hapa kunipa fulani wewe. Usijali. Ukimzalia bwato watoto wawili haraka haraka mpo yangu. Ina maana mimi nikikaa hapa mjukuu, mimi mawazo yatanitoka. Usijali baba, hilo swala niache. Vipi? Nashukuru angalau leo nimekula hata vijiko viwili vitatu. Baba. Nimeshiba mwana. Unajua tumbo wenyewe bado hujaanza kupata nguvu ya kula. Asante. Kwa hiyo mume wangu leo umeamua upike mwenyewe. Wewe nimeamua nikupikie mke wangu kipenzi. Yaani kwa ulivyopendeza hivyo. Mashallah. Hautaki kupata shida mke wangu. Yaani sitaki unuke vimoshi moshi. Nataka upendeze. Urelax, upumzike leo siku yako. Itaiva lakini. Basi unaona? Wewe una mashaka na mimi? Sasa hivi tunakula. Tena leo utakula chakula kizuri yani.
Yaani ile pishi alikuwa anapendaka kulipikaga mama yangu yani. Mama yangu alikuwa ananipa vitu vitamu wewe. Wewe, mama alikuwa anajua kupika. Kuna jambo unikumbushe nitakwambia. Jambo gani? Nini sasa? Tabia yako hiyo kila siku yani kulaza damu. Unaniambia kuna jambo afu unaniambia sio lini, mara uniambie kabisa. Niambie mambo tumalizane, kuna kipi? Bana, nimekwambia nitakwambia ila sio leo. Haya. Basi kalete maji. Uniambia kwenyewe utaki kalete maji, ngoja nikutume. Katuli kanyang'ombe sola, wewe waronse sola. Jewe sindaronse sola, katuli kanyang'ombe sola, wewe waronse sola. Hayo maji umeyafuata wapi ndugu yangu? Mrembo. Kipini changu. Mimi na usemi basi na hili jua la sasa hivi. Yaani jua linapiga, yani hata ukiwa chini ya mti linakuchungulia, yani linapiga, yani unadhani sio kuna nini. Alafu kuna jambo nimekumbuka. Uliniambia kwamba nitakwambia kwa ujumbe fulani hivi. Mpaka sasa hivi mke wangu hujaniambia. Kweli jamani? Mbea sana. Sasa mimi nisipokuwa mbea kwako, nani awe mbea kwako? Wapenzi lazima muwe wa mbea, kupashana vijimambo vile mnapashana. Awe, sijazidi. Sasa kwako mimi nitakuwa kwa nani mbea? Niambia kwa jambo kenye kuna kapya. Unajua mume wangu, ni msemo wetu tumekaa sana muda mrefu. Umefika kipindi tunatakiwa na sisi tuendeleze familia. Wewe uite baba na mimi niite mama. Kwa hiyo mimi hapa nilipo ninauliza. Wewe Mungu mkubwa wewe. Mke wangu mjamzito. Mke wangu ni mama Kija. Hivyo unasema kweli? Kwa sababu umekaa nalo moyoni siku zote hizi jamani hujaniambia. Kama una jambo la heri kiasi hicho na mimi nakuwa baba. Yaani nakwambia hivi, natamani huyo mtoto atakayekuja huyo Mungu anijalie wewe wa kike. Awe furaha moyo wangu. Nimpe jina la marehemu mama yangu Stella. Na vipi kama akiwa wa kiume, utampa jina la babako? Maana babako anatamani sana kumwona mtoto. Wewe umeshaanza. Yaani wewe ukiniona mimi nina furaha, wewe huliziki. Hivyo yule mzee amekupa kitu gani? Yaani mimi sipumui, nikiinua macho nikiinuka baba nani? Mimi nishakwambia nataka jina la mama. Wewe unaniambia habari za jina la baba. Yanahusiana nini? Kwa hiyo kila kitu kinakukera. Kwani upeni kuniona mimi na furaha? Mimi nazungumzia habari za mtoto wa kike. Wewe unanitajia jina la baba. Yule mzee amekupa kitu gani wewe? Sasa mbona babako ni mtu mwema sana? Kwako, sio kwangu. Wewe mwenyewe. Kwema. Sawa. Kutoka huko bwana nilikuwa na sasa. Bwana. Kwa changamoto hapo. Wewe kama jirani yangu lazima nikushirikishe kile kinacho. Mimi najua tutaka karibu na mwana. Umeamua kuja. Nadhani kila kitu nakijua kuhusu baba. Na unajua kabisa niliamua kujengwa na maisha yangu ili nifanye maisha yangu. Lakini kama unavyojua mwenzangu yeye hayuko upande wangu. Inafika hatua ananikosesha raha kabisa. Kwa nini?
wifi yako bwana simuelewi. Kwa sababu mimi sikuamua kurudisha ubaya kama ambao babangu alinitendea, ambao hakuna mtu yote asiyojua katika kijiji kwamba Bwato ni kiasi gani ameteseka, nilivyohangaika na msiba mama yangu, kila mmoja anajua. Lakini yeye hayuko upande wangu, ananionyesha sasa mimi naonekana mbaya kama ambavyo unaweza kusikia kwenye kijiji. Nakuwa mbaya sababu yeye anakuwa anaonyesha wema ambao mimi sio kwamba nataka awe mbaya kama mimi, na mimi sio kwamba ni mbaya kama anavyonifikiria. Ila ni watu tu wanavyokuwa wanaona hivi, mimi mama tu kujitenga na tabia ambazo alikuwa nazo baba. Lakini yeye sasa anachokuwa anakifanya, nikiwa sipo anatoroka anaenda nyumbani kwa baba kule, anaenda kwa yani simuelewi kitu anachokuwa anakifanya. Na imefikia hatua sasa anakuwa anatoa maneno kule ananiletea mimi. Mwisho siku sitakuwa katika mitafaruku ambayo haieleweki kila siku. Sasa nikasema labda nije kwako dada Tausi hapa. Labda unaweza kunisaidia. Uongee na mdogo wako kwamba mimi sipendi. Tumefika hatua hatuelewani. Kisa ni nini? Ni baba. Kwanza nikupe tu pole. Lakini cha kuzingatia yule ni baba yako. Baba yako mzazi. Hivi unadhani kama hata umsaidia nani mwingine atamsaidia? Kuna mtu mwingine wa kumsaidia? Baba yako ana baba yake, ana mama yake, ana mdogo wake. Yupo mwenyewe, sasa kwa nini asimsaidie? Hebu acha hizo tabia, sio nzuri. Mimi nakwambia tu kweli. Ukweli mpe ndugu yako, unakosea. Kuona unashindwa kunielewa na unanitenga sasa. Asa nikuelewe nini? Unaona unafanya unaona vizuri. Kuna laana hadi za majirani, itakuwa babako mzazi. Yule babako mzazi. Nenda bwana. Kwa nini hivyo mtoto mdogo? Utapata laana mapema wewe. Hapo bado hujapata wajukuu. Ndio nyinyi mnaambukiza vizazi vyenu. Yes. Karibu sana bwana. Asante. Karibu sana. Asante. Leo bwana, inabidi nije kwa kwenda kule. Maji yamefika hapa. Kuna jambo gani sana? Kiasi kwamba sasa hivi mimi na shemeji yako hatuna amani. Kwa sababu tu ya yule mzee. Ugomvi wetu kila siku ni kuhusu baba, msamehe. Lakini mimi ndugu yangu, nadhani kila kitu wewe unakijua alichokifanya kwangu. Unajua ni kiasi gani yule mzee ameniumiza. Leo hii ndio anakuja, anataka msaada kwangu. Inaniwea ngumu na mimi kumsamehe. Sijui hata nifanye nini. Kaona ngoja leo nije kwako. Ili nawe nione na nishauri vipi kuhusu hili jambo. Bonga mwanangu. Nashukuru. Wala hata wananifariji kwa kuja kuniona mara kwa mara. Maana babako nilipofikia nimekuwa kama gani la mkaa. Tilipo shamba. Tilipo gereji. Tilipo shamba. Tilipo gereji. Uzee na ugonjwa mwanangu ni vitu vibaya.
Zina ugonjwa mwanangu vikishabiana. Magonjwa mengi ya kupitia mbali. Jamu na viomaoma. Mara moyo. Mara miguu inapasua. Nimeumwa sana mwanangu. Kuna baba hali yako inatenga moyo. Tofauti na mwanzo. Nashukuru tu umenipa moyo. Lakini hapa nilipofikia mwanangu, siku zangu zinahesabika. Siku zangu zinahesabika mwanangu. Baba, useme hivyo. Wanasema mnamna mwanangu anajua shamba. Hapa nilipofikia, mimi mwenyewe najua kwamba nazama. Watu sisi sasa hivi ni watu wazima. Na tunakuelekea sasa hivi na sisi tunakuwa wazazi. Sawa. Tunakuelekea na wewe unakuwa na watoto. Kwa katika maisha tujifunze kusamehe. Baba ashakuwa mtu mzima. Usiangalie mambo ya nje. Yaliyopita sio kidogo. Hawa nikushauri kitu. Mimi naomba umsamehe. Kuona wewe unaungana na shemeji yako. Na mimi nakushauri wewe kama rafiki, kama ndugu yangu wa karibu, msamehe babako. Kijiji kizima hiki hakuna ambaye ajui kwamba yule babako ni mgonjwa. Na wewe tena unataka kumtenga babako. Anahitaji huduma yako, anahitaji huduma zako zote. Msamehe. Elewa. Nazama mwanangu. Hivi mumeo ndio hana hata shida kuja kuniona kabisa? Atakuja baba. Maana kila nikija kuona nikifika nyumbani lazima wao wananiletea. Lakini kamwambie baba amekwisha fika saa 12 jioni. Jua linazama. Na akichelewa huenda asinione tena. Baba, useme hivyo. Utakuwa sawa. Mwambie baba anasema kama unashindwa kabisa kwenda kumwona, umemtupa, umemkataa, basi kampe atakao barua asome. Mwambie baba amekupa barua hii usome. Utamuelewa tu kwamba baba hana nia mbaya na wewe, wala baba hana nia mbaya na sisi. Najua siwezi kumlaumu Bwato kwa sababu Bwato ni kama kipofu ambaye amezibwa uso. Bwato haoni mbele, haoni mbali. Lakini naamini mwanangu akija kugundua ukweli atakuwa amekwisha chelewa. Baba, Mungu yupo, utakuwa sawa. Unanipa imani tu, lakini si Mume wangu. Ulikuwa? Nimetoka kwa baba kumpelekea maji. Maji? Na babako. Hivi mume wangu, wewe ni binadamu wa aina gani usiyerudisha moyo nyuma?
kwa kosa gani ambalo ni lizito ambalo huwezi kumsamehe baba yako? Imefika mahali unatakiwa urudishe moyo nyuma. Kiwango hapo ndo tunapokosa. Hapo. Yaani mpaka sura yako inapoteza nguvu. Kila tukiamka mada ni hiyo hiyo. Kwa nini unakuwa hivyo sasa? Sasa baba yako kasema imefika saa 12 jioni. Unaweza usimuone tena duniani. Kwa hiyo sasa uchague kwenda kumuona au uchague kusoma barua. Ni hiari yako. Kwenda kumuona au kusoma hii barua. Shika. Chukua. Na nahisi hakuna chochote humo ndani zaidi ya laana. Mzee. Andika barua. Akibadilike kitu hapo. Au andike barua 10. Mwanangu Bwato, najua unanichukia sana na utamani hata kuniona, lakini hii yote ni chuki ambayo ulipandikizwa na mama yako. Ila mimi ni tofauti kabisa na wewe. Mimi nakupenda sana mwanangu, na nitaendelea kukupenda mpaka mwisho wa maisha yangu. Najua unanichukia na utamani hata kuniona. Mimi sikupenda kukutelekeza mwanangu, na wala sikupenda kuwa mbali na wewe mwanangu. Katika uwanja wangu, nyumba yangu. Wow. Upo baba. Ujambo. Mambo. Unacheza. Mama yuko hapo? Yuko chooni. Haya mwanangu, tutapita. Pipi. Pipi. Napenda pipi. Sawa. Mama anaoga. Siamini ninachokiona. Aibu gani mama Bwato unaniletea hii? Aibu gani mtani unataka kuitia mama Bwato? Nini unachokikosa nyumbani mke wangu? Hivi wiki moja tu mimi kukosa nyumbani ndio unakupa kumbavu kama huu. Hivi nini unachokikosa mke wangu? Kitu gani ambacho mimi sikutimizii? Mama Bwato utasababishia jela. Nitakuja kukuua mke wangu, tumpe shida mtoto. Sio umeamua? Sio umeamua kunifanya mambo ya ajabu hivi? Siwezi kukufanya kitu cha ajabu nikaja kusababisha maisha ya mwanangu yakawa ya shida. Siwezi kusababisha maisha ya mwanangu yakawa ya kutangatanga. Nampenda sana mwanangu Mama Bwato, na unajua. Nikutakia maisha mema. Siwezi kuishi nyumba moja na shetani. Baki salama. Chonde, chonde, chonde na kuomba mwanangu. Ukipata barua hii, jitahidi uje unione mwanangu. Na ukichelewa, nasikitika. Pengine hutoniona tena na wala kusikia sauti yangu. Bali unaweza usiuone hata mwili wangu ulikozikwa wapi. Baba! 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 Baba, naomba nitie. Baba, amka baba! 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 Baba, amka, nilitubu hili
kweli mbele zako baba, nakosa cha kufanya. Baba, nakuhitaji sana, naomba uamke. Baba! Nashukuru, habari za asubuhi. Salama vipi hali? Salama. Mbona unalima? Mimi kulima ni shughuli yangu. Kama leo kuna msiba kijijini kwetu hapo. Taarifa hizo za huo msiba nimezipata. Ila mimi msibani sitokwenda. Kwa nini? Kutokana na kijana wewe mzee ambaye anaitwa Bwato, ni mzembe. Hata mimi nilikuwa sina shida ya kwenda msibani. Nilitaka kuangalia ni nani anashiriki. Sawa. Na isitoshe wewe unakwenda huko, itakuwa mtu wa kwanza ni wewe. Ina maana hakuna mwingine tena. Familia tupo imemsusa. Basi mimi siendi. Basi mimi napita na kwenda kwa Mama Ashura. Karibu. Shoga yangu. Umewa kutoka kwenye msiba. Kwenye msiba ana? Kwa ina maana yaani mimi siendi msibani, siendi wapi. Nianze kabisa miguu niende msibani. Mume wangu kaniambia nikitoka. Talaka yangu naipita. Mimi niachike. Hata siendi. Wewe kama unaenda nenda shoga yangu. Na mimi mwenyewe siendi. Wewe Siendi shoga yangu, wewe wengi. Mtatikana nani? Mtamnong'oneza nani? Kwa hiyo nikae tu kwa msibamu. Basi Mama Huruma, leo hii wewe. Sio kuna na huruma wewe. na kazidi bwana. Tataka Hebu ngoja mimi nikusaidie shoga yangu. Ila shoga yangu na wewe unalomba. mimi nimefanyaje? Wewe kama unaenda nenda. Maana yeye ndio mwenye huruma. Mimi hapa hata sina mviki. Kwanza naendelea na shughuli zangu. Endelea zangu kupanda panda hapa mie. Nenda mama wewe. Nacholia hapo nini? Unajua vifo ni wajibu kama dini zilivyosema. Na mwaka huu tumezika watu wengi sana, tumezika. Lakini msiba huu wa baba Bwato hao tofauti sana. Na ukifikiria Bwato kwa jinsi alivyo, hawezi akafanya mambo kama yale. Halo kijana mbaya sana. Ukaambiwa hakuweza kumuuguza babake mpaka na kufa hajafika. Ni kweli uwezo anao, na uwezo ukafikiria kama atafanya mambo kama yale. Lakini ndugu zangu, unajua haya masuala ya familia haya si mambo ya sisi kuingilia. Hatujui hapo ndani kuna nini. Bwana, hata kama kungekuwa na kitu, usimjali babako anauma mpaka na kufa. Swala hilo haliwezekani. Ile inaweza ikategemea labda katika familia yao. Habari ni hiyo. Na wamesema atajua mwenyewe. Yaani tumsusie msiba? Hatuendi. Atajua mwenyewe. Na ni kweli watu wengi huko mtaani wanaongea, hawawezi wakaenda katika msiba. Ila hata mimi naona sababu gani? Ndio damu yao. Afadhali tusitumie usika. Atajifunza mwenyewe, yani ndo ajifunze. Ile asiyefungwa na mamaye atafungwa na wewe. Acha. Watasoma na wewe. Watajua wenyewe. Atajua mwenyewe.
maana ndo kama hivyo ulivyoona mume wangu. Matatizo ndio yashatokea. Wanakijiji wametutenga. Sasa sijui itakuwa. Baba. Mke wangu baba yupo tena. Baba yako hayupo. Sawa. Lakini watu wananiona vibaya mimi. Watu wananisema vibaya. Lakini hawajui ni nini ambacho kinaendelea kwangu. Hawajui kama mimi nilikuwa kipofu. Sikujua yote hayo. Mke wangu, unajua ni vipi ambavyo sina roho mbaya. Unajua? Lakini watu hawanioni hivyo. Wananichukulia, wananiita majina ya ajabu, mkatili, mnyanyasaji. Na pale nimeshindwa kumtunza baba yangu. Lakini hawajui mimi sikufanya hivyo kwa makusudi. Ni fikra tu ambazo zilikuwa zimejaa kwenye akili yangu nikashindwa kuelewa. Ni fikra tu. Hata rafiki zangu wale ambao walikuwa karibu, chao ni cha kwangu, changu ni chao. Leo wameamua kunigeuka. Wamenigeuka wote, wameamua kuniacha. Wameamua kuniacha. Lakini mke wangu, unajua nataka nifanye kitu gani? Naogopa hata jamii inaweza kazidi kuniona ni mbaya. Ni siku ngapi zimepita sasa? Endelea kukaa na baba ndani. Endelea kukaa na baba ndani. Ni jambo ambalo haliwezekani. Haliwezekani. Sawa. Mimi ninahitaji kumzika baba yangu mimi mwenyewe. Mwenyewe? Ndio. Acha nionekane wa ajabu, dunia nzima itaniona hivyo. Lakini siwezi kuendelea kumwacha baba yangu anaendelea kuadhirika. Anilete suluhu na kole. Mume wangu. Tamiti.
Siamini kinachoendelea mbele ya macho yangu. Siamini kama ndo nimekuwa kipofu kwa muda wote huu. Na sijui ni kwa nini sikuupata ukweli huu. Leo nakuwa mtumwa sasa wa nafsi yangu. Nakuwa na mgogoro wa nafsi ambao siwezi kujikimbia nafsi yangu. Ni kwa nini ulikuwa mbinafsi kiasi hicho? Kwa kunijengea chuki kwa baba ambaye hakunikosea mimi. Zaidi ya yote alitaka usalama tu juu yangu. Ni kwa nini fedheha yako na aibu yako uliifanya ionekane kuwa ni chuki kwa baba? Zaidi ya yote zawadi ya kwanza kwako, leo hii ukiwa umefumba macho na kumwagia udongo baba. Nakupenda. Nakupenda.